Kwa hiyo sasa subscriber wangu, yani katika maisha yako balaa kubwa ambayo unaweza kusema unaweza kukutana nayo au mpenzi ambaye naweza ningesema kwamba usimvumilie kabisa ni huyu asidi, lakini class B, umeona, ambaye ni tunamuita psychopath. Bwana, huyu mtu aina hiyo haifai kuwa naye kwenye mahusiano. Yani psychopath anafaa awe na psychopath mwenzake kwenye mahusiano ndio anaenda. Lakini wewe mtu wa kawaida kuwa na mahusiano na psychopath, wewe umeisha. Yani wewe umeshaharibu maisha yako kabisa. Ngoja nikupe balaa za psychopath ndio utaelewa. Kwanza, jambo la kwanza unatakiwa ujue psychopath hawezi kupenda. Yani moyo wake ulivyoumbwa tu. Yani feeling of love hana empathy. Umeona? Alafu hana uoga. Ukimwona mtu yote anajiita psychopath au asidi, huyu wa class B huyu. Alafu kwa mfano kama labda tunakumbuka tulivyokuwa watoto unaenda kufanya representation, labda unaenda kusimama mbele ya watu kesho, au kesho una assignment unatakiwa kwenda kufanya, lakini na utajikuta unaenda labda kukaa kwenye sehemu ya watu wengi au nini. Alafu siku kucha umekaa unapanga, sasa hapa kesho sijui naongea nini, mara sijui kesho nikienda nikikosea nini. Wengine nafika sehemu kwamba akitaka kufanya jambo la hatari paka tumbo linavuruga, yani unaenda chooni mara 4. Wewe ni una tabia za sociopath au una tabia za uhasidi au narcissist. Yani wewe sio psychopath, kwa sababu psychopath mwenzio hana kabisa ile element ya uoga. Hawana uoga kabisa psychopath. Hawana uoga, hawawezi kufeel joy. No. Japokuwa hata kama kuna psychopath anajijua kabisa kwamba mimi ni psychopath, akiangalia hii video anaweza kanibishia, akawa anasema kwamba mimi naweza nika feel love. Lakini unawakamata vipi? Mwambie explain au akuelezee nini maana ya upendo. Hapo ndo utaona sasa kizungumkuti kinapoanza. Psychopath au huyo asidi class B hana huruma, anaweza kanibishia, akaniambia mimi na huruma, anaweza nikajali mtu mwingine. Mwambie akuelezee yeye huruma anaisikia vipi, au jinsi gani kwamba akifanya kitu kibaya kinamuumiza mtu, aelezee. Yani hapo ndo utakapochoka. Hanaga, umeona. Lakini huyu sociopath japokuwa ni mkorofi, lakini ndani yake ana element ya uoga. Ana uoga, umeona ana wasiwasi, alafu ana path. Huyu asidi class A ambaye ni hybrid, hata kama ni mkomavu vipi, yani kashaona matukio mengi vipi, lakini ndani yake ni kama vile kuna element ya majuto. Nikupe mfano mdogo. Nakumbuka mimi binafsi nilivyokuwa nasoma O level, nipo kidato cha pili, nakumbukaga kuna tukio moja, yani hapo ndo nikajua psychopath wako vipi. Tukio moja tuliwahi kulifanya tukiwa shule. Unajua form 2 ndo darasa la manjonjo, mambo mengi, umeona. Sasa kuna wauni, naweza ningesema kwamba hata mtoto wako wewe unapolea, kuna watoto wanakuwa wauni, labda anavaa katakei, anavuta mibangi, umeona, lakini sio muuni. Mimi nakataa kabisa eti kwamba uniambie mtu muuni anavuta bangi ndo akafanya uuni, au anakunywa pombe alewe atoe stress za aibu ndo akafanya tukio. Huyo sio muuni. Huyu ni sociopath. Umeona, ni sociopath, yani ni asidi ambaye yani ni hybrid. Wauni wenyewe ukitaka kuwa notice wewe, hata kama ni mwalimu unafanya taaluma ya ualimu, unafundisha O level, jinsi ya kuwajua hawa watoto wa psychopath ambao ni notorious, hatari, huaga hawatumii vilevi ili wafanye matukio. Yani psychopath akitumia kilevi, anatumia kilevi ili kimsisimue, kimpele, kwa sababu hawezi kufeel love, hawezi kupenda, hawezi kupata anxiety au hofu, wasiwasi, au ile furaha, joy. Yani wenyewe wanapata kicheko, hawapati joy. Hana ile, unajua furaha na yenyewe ni baraka. Yani kuna furaha ina kaubaraka fulani ikakutenda wema. Wenyewe wana msisimko ule, kuna kamsisimko fulani ambao wanakapata wenyewe, wanakaita ni joy, lakini sio joy. Ule ni msisimko tu, msisimko fulani hivi. Kwa hiyo hawa psychopath waga wanatafuta msisimko kwa akilewa. Ndio maana psychopath akilewa, yani anaweza kapiga tungi nyingi sana, labda akapepesuka tu, lakini vitu anavyovifanya akiwa amelewa ni sawa sawa na akiwa hajalewa, yani anajicontrol. Lakini sociopath ndio kama watoto wanakuwa na matukio, yani anavuta bangi ndo akafanya hichi, akiwa hana bangi ana majuto na nini. Sasa nakumbuka tulivyokuwa watoto, hiyo kidato cha pili, kuna dogo mmoja, yani yule dogo darasani yuko bright, ana akili sana, anafaulu,
Afu ni mdogo mdogo, umeona. Sasa huyu dogo alitengenezaga tukio moja kubwa sana. Na wauni walikuwa wanampenda. Dogo avuti bangi ya nini, lakini yani ni muuni wa kuzaliwa. Hajifyatui, yani yule hajifyatui, kashafyatuka kabisa, yani kanyongolota alivyozaliwa. Umeona, mindset yake imepinda. Sio kama mwanadamu wa kawaida. Sasa huyu dogo wauni walikuwa wanataka kwenda beach, sijui na wanawake au mjua wanawake nini. Ikatengenezwa, huyu dogo akatengeneza mchoro ambao utawafanya wanafunzi wapate hela waende kuponda starehe, wakanywe pombe, wakafanya nini na wanawake na kadhalika. Japokuwa yeye alikuwa hatumii pombe. Aliandaa mchoro mmoja jinsi gani ya tutapata hela na nini na kutoka. Huyu dogo kwa sababu darasa alikuwa anafungwa na madirisha yale ambayo huwezi kupenya. Umeona? Kuna darasa nakumbuka lilikuwa moja tu ndio limeachwa, alikuwekwa zile nyavu ya mashule ya kata. Asikuwekwa nyavu kwa kuna nondo. Yule dogo akaja na idea kwamba yeye atapenya, ataingia kwenye zile nondo. Sawa, ataingia darasani. Afu ceiling board ikachanwa kidogo. Akapanda juu ya ceiling board, akatembea, akashukia ofisini. Akachukua ofisini, akawa na muhuri kwamba bwana, nikienda ofisini nitapata muhuri. Kwa hiyo yeye akatoa idea kwamba ziandikwe barua kwamba itengenezwe kama ni safari, kwamba safari ya kimasomo ya kwenda Bagamoyo, watoto wanaenda kusoma na wazazi watachangia. Sio ilikuwa si shilingi ngapi, lakini ilikuwa ni nzuri. Umeona? Sasa kila mtu akaambiwa ataje mzazi wake anaona ana uwezo wa kulipa shilingi ngapi. Kwa hiyo ikaandikwa ile. Umeona? Walimu bila kujua. Sasa ule dogo ni kuonyesha kwamba hana element ya uoga. Alibidi adamke aje shuleni pale saa 10 alfajiri ndo akaja. Na ile shule ambayo nilikuwa nasoma sitahitaja kwa jina, lakini ni shule ya kata ambayo sasa sijui serikali ilikuwa ina haraka ya nini, ilijengwa sehemu eneo la makaburi. Ile shule ilikuwa na skendo sana, watu kupandisha mapepo, yani majini ilikuwa constant. Kila siku watu wanaitwa viongozi wa dini kuja kukemea watoto na majini, wana mashetani wanaanguka. Na mvua zilikuwa zikinyesha, mafuriko yakitokea, unaona vipande vya mifupa ambayo haielezeki kwamba hii sio mifupa ya wanyama. Umeona? Kwa hiyo shule ilikuwa ni shule moja inatisha. Umeona? Sasa kile dogo kadamka kaja saa 10 wakati hamna mtu yoyote, na ile makaratasi ya barua watu walizo print wakasema bwana, hapa ndio uwezo wao wa wazazi kuchangia. Dogo akapanda, akaenda hadi kule ofisini, akashuka, akatia muhuri barua zote, akatoka nazo, tukaja tukagaiwa. Sema kuna fungu ambalo ulikuwa mchangia ule mtoto. Umeona? Huyo mtoto ulikuwa huwezi kumzania kabisa kwamba huyo mtoto ni mhalifu, kwa sababu darasani anafanya vizuri na hana historia ya matukio ya kupiga matukio hapa na pale. Ila sasa hilo tukio ndo mimi kwanza nilishuhudia, ila mimi binafsi sikwenda hiyo safari na kwa sababu kulikuwa kuna kama ile ndio uni tunapenda, lakini mzazi yeye anaitafuta kwa shida, alafu unamdanganya unaenda kuponda raha, lakini watu walienda. Ile ikapatikana, safari ikapangwa, akatafutwa blaza mmoja. Yule blaza alikuwa ni watu wa mtaani, watu wazima wanapenda sana wanafunzi. Kwa hiyo akaambia bwana, hapa blaza utatusimamia kama mwalimu nini ionekane tunaenda safari ya kimasomo sehemu fulani, lakini haikuwa safari ya kimasomo, ni mchongo tu ulitengenezwa na wauni. Safari ikafanyika, nakumbuka ilikuwa ni Jumamosi, mida mibaya kidogo, ambayo siku hiyo shule kulikuwa hamna ratiba, watu wakaenda. Sasa walivyoenda ile safari ikafanikiwa, watu wakaja wakarudi. Baadaye sasa walimu yani walikuwa hawakujua kabisa. Kwa sijui waje yani. Sio walisalitiana wenyewe. Baadaye information zikavuja. I think kuna mmoja alionekana maeneo ya starehe, alafu mzazi akashangaa, huyu kafikaje huko? Kwa hiyo ikapeleleza, baadaye walimu wakaja wakagundua. Watu wakaitwa ofisini. Sasa kwenye kuitwa ofisini unajua ile walimu sasa, walimu wanawake pale wanaoita watu wanatajana, wanapigwa fimbo, wanatajana. Yule dogo kakausha, tukaja kutajwa baadaye wa mwisho, wakaitwa ofisini. Sasa ikatafutwa ile crew, yani ile top ambayo ilikuwa imepanga ile tukio, yani top yao ambayo ile organize kila kitu, ikaitwa ofisini. Sasa walimu wameshawapiga sana fimbo, wanajaribu sasa kuwapa counseling. Umeona? Kuwapa counseling ya kwamba embu jamani, oneni huu udhalimu mliofanya. Wazazi wenu wanatafuta hela kila siku kwa mbinde nini, na walimu hapo na wenyewe walikuwa wanawaza baadaye waje kuangua wazazi wachangie kitu fulani. Sasa inaonekana sasa tayari wazazi washachukuliwa hela nyingi hapo tena, kwa walimu na wenyewe wana hasira. Umeona?
Sasa sisi tukawa tunashuhudia pale nini, wengine tuko madirishani, walimu wakawa wamewaita hao hiyo crew ikawa inagombeza, sasa bwana, kwa nini umefanya hivi nini? Umeona? Sasa katokea madam mmoja, yule madam ni kama vile amesoma psychology, sijajua kama walimu wengi waga wanasoma psychology. Akawa anajaribu yeye hakutaka kupiga fimbo, yeye alikuwa tu anaangalia, lakini anajaribu anajaribu kuhuzunika kama mama kwamba sasa nyinyi watoto, mbona mnafanya vitu vya hatari kama hivi? Mkienda huko mkekufa labda, umeona, mkapata ajali na matukio kama hayo. Alafu wewe sasa amewaita wale timu ya juu top, anaanza kuambia wewe, maisha yako magumu, angalia muone wewe. Bwana wewe umri wako kwanza mkubwa, kutakiwa uwe form 2, umeona, unatakiwa ukazane darasani wewe hivi na hivi, wazazi wako wanapigana, umeona, shule serikali yenyewe imehangaika kutafuta kama hivi shule za kata mmejengewa ili muende. Umeona, wengi mlikuwa hamna qualification za kufaulu, lakini kwa sababu hizo shule za kata zimekuja zimewasave, wewe mzazi wako angeshindwa kukusomesha shule ya kulipia. Sasa najaribu kumwambia mbona unafanya kitu kama hichi kweli? Kuna wauni pale, tulikuwa tunaogopa kweli, lakini unamwona jamaa na regret kwamba kitu kweli nilichofanya, maneno yanamuingia. Sasa yule dogo bwana dogo alikuwa agusu kabisa na yale maneno. Yaani mwalimu anaongea, yani unaona kabisa mwalimu anaongea, yani mpaka nyewe wasikilizaji mlioko nje mnasikia kwamba kweli hata mwenyewe unajisikia japokuwa mimi sijafanya ile tukio, lakini kuna vitu navifanya shule. Mzazi wangu anamuumiza sana mzazi wangu. Yaani mzazi wangu, umeona. Ile yule dogo sasa wakati maneno yale yanatoka, yule dogo alikuwa hana regret kabisa na wala alikuwa hana wasiwasi. Yaani ni kama vile unampigia mbuzi gita. Wakanamwambia afu una akili darasani, umetoka familia duni, kwa hiyo usipambane wazazi wako na nini, mbona unafanya jaribu. Yaani dogo havimuingii kabisa, nikagundua dogo alikuwa psychopath. Yaani hana regret, hana guilty, yani nini. Sasa bwana, kilichoshangaza ni alikuja mwalimu wa kiume. Alikuwa mwalimu wa math. I say, walimu wa math mimi naonaga ni genius. Umeona, yule jamaa alikuwa na solve kweli. Hata darasani mwalimu wetu kwa noma, mwalimu hesabu. Yule mwalimu I think kuna kama sio psychopath na yeye atakuwa kuna jinsi fulani anajua saikolojia. Yule mwalimu alipokuja akajua huyu dogo hii biashara ya kumuonyesha kwamba umgusie, yani uongelee mambo ambayo yatamfanya kwamba aguswe na huruma hayamfikie. Sasa ngoja nije na tekniki nyingine ambayo nitamfanya ajisikie vibaya hiki kitu alichokifanya. Yule mwalimu akaanza kumtoa akili yule dogo. Yaani alianza kumuongelea mambo ambayo yanamtoa akili. Kwamba yani wewe umefanya hivi, plani yako ya kipumbavu sana. Afu umejiona mjanja, yani akaanza kumuonesha darasani. Afu tabia zako, yani unapofanyaga hivi unajiona genius lakini wewe mwenda wazimu tu. Yani yule dogo, yani yale maneno mpaka nikaona chozi linamtoka, lakini sijui kama alikuwa analia kwa regret. Yani alikuwa analia kwamba jinsi gani plani zake alizokuwa amezisuka muda mrefu, yani mtu anazi-underestimate hivi mbele ya watu. Yani dogo ndo maumivu alikuwa anayasikia, sio maumivu ya regret kwamba amesababisha madhara gani. No, yani yeye alikuwa ndo psychopath, akili yao iko hivyo. Kwa hiyo sasa ukiwa na mtu kama huyu kwenye mahusiano, ndugu yangu, utapata shida. Kwa sababu ya hivyo, yani moyo wake uko twisted na vitu vingine mimi sivijui, lakini ninavyovijua ndio hivyo navyoshia na wewe kwamba psychopath au huyu asidi class B, yani moyo wake una kasoro tangia alivyozaliwa na ulemavu. Sasa nimeona kwenye video mbalimbali nazoangalia hata mtandaoni za watu wakielekeza narcissist, wanasema kwamba narcissist ni genius mara nyingi. Kwa mtazamo wangu mdogo au kwa uelewa wangu, narcissist sio genius. Narcissist kwa nini anaonekana genius? Ni kwa sababu ya kuna vitu ambavyo hana. Unajua kama tukisema kwamba tunaenda eneo lenye kelele sana, umeona tumepanga twende tukafanya wizi, lakini au tufanye udokozi sehemu ambayo ina kelele za kupita kiasi. Sasa tukiwa tunaenda, kwa mfano kama tukiwa tuna kiziwi kwenye ile group, tukiwa tunaenda ngoja tukachukua kitu fulani pale, tukifika sehemu sisi wenye masikio yetu ambayo yanafanya kazi, itafika sehemu ya masikio yanauma, yani unatamani kufanya kile kitu lakini unashindwa kuvumilia kwa sababu ya yale maumivu unayosikia kwa sababu ya sauti. Huo ni mfano haraka haraka, japo sijaupangilia. Umeona? Lakini mtu ambaye ni kiziwi ataenda hadi pale, atachukua ile tukio, kile kitu anachotaka kuchukua atakirudisha. Sasa wewe utasemaje kwamba yule ni genius? Yule sio genius. Yule kuna sensi ambazo hana, ambazo hao wengine wanazo. Umeona Ndio maana au tuseme kwamba mtu ambaye hana uwezo wa kuhisi maumivu. Alafu unasema mnaenda kufanya tunafanya challenge. Hiyo challenge yenyewe inahusisha maumivu, ila sisi wengine hisia zetu zipo. Umeona, labda mtatembea kwenye makaa ya moto.
Umeona, wewe utatembea tu mbili utarudi, mwenzako atatembea na atarudi, atakuwa na vidonda, ataonekana kwamba yeye ni mbabe au ni mwamba, lakini sio kwamba mwamba hana hisia. Ndio shida inapokuja. Sasa utawatambua vipi kati ya sociopath na psychopath ya haraka haraka? Sociopath ndio kama hivyo nilivyokuambia, ni kwamba kuna matukio fulani yalitokea kwenye maisha yake. Jaribu kuangalia huyo mtu mwenye tabia ya narcissist kama au tabia ya uhasidi, umeona, au mwenye husda, yani huyo mtu mwenye husda kama alishawahi kuwa na matukio nyuma ambayo yalimsababisha mpaka akawa hivyo. Lakini psychopath mara nyingi ni maisha yao yanakuwa yako clear, yeye mwenyewe tu kwa mapenzi yake.